Kwa majina ninaitwa Celestine Yolan Bebato, mkurugenzi kampuni ya Dice Construction and General Supply Limited. Tumepata nafasi ya kutekeleza mradi wa ujenzi wa shule sekondari ya Salasala. Tunatarajia kukamilisha huu mradi mpaka tarehe 31 mwezi wa 10 utakuwa umekamilika. Mradi mkataba ni wa miezi 6. Mradi umeanza tarehe 11 mwezi wa 5. Ndio tuko kwenye hatua ya kuchimba msingi. Plani yetu ni kwamba tutajitahidi kadri ya uwezo kupunguza muda uwe mfupi kadri tunavyoweza ili kazi ikamilike waweze kuitumia inavyowezekana haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo plani yetu ya kwanza ilikuwa ni kwamba tunavyochimba japokuwa chini kuna maji na nini, lakini plani yetu ilikuwa ni kwamba zege lote tutaleta na magari. Kwa hiyo tutakuwa tunatumia magari kumwaga zege ili kushorten ule muda wa kuanza kuchanganya kawaida hata kama tuna mashine zetu. Kwa hiyo kazi hapa inafanyika ni usiku na mchana. Hapa tuna taa zetu, kazi inafanyika usiku na mchana, tumefunga taa, hizi ni spotlight. Ni taa kubwa, manake hapa watu wanachimba sasa hivi, wengine wametoka kwa sababu muda wa kutoka ni saa 11:30. Wengine wataingia usiku, tunaendelea na kazi. Kwa hiyo plani yetu kutokana na mpango kazi wetu ni kwamba mpaka msingi utakamilika kabla ya tarehe 31 mwezi wa 6 msingi utakuwa umekamilika. Tukikamilisha msingi moja kwa moja tunaanza kunyanyua zile column pamoja na beam na slab. Tutamwaga slabu, tukishamwaga slabu wakati tunasubiri ikauke. Ikikauka ndani ya zile siku ambazo ni siku 28. Mara tu baada ya siku kufika, maana yake tutaondoa, tutaendelea juu huku chini wanapiga tofali na finishing zinaendelea. Kwa hiyo tutakuwa tunamwaga huku chini tunaendelea, tunamwaga huku chini tunaendelea ili tuhakikishe tunamaliza haraka iwezekanavyo. Kwa majina naitwa Edina Flavian Kayombo, ni mkazi wa Salasala. Ninapenda kukushukuru sana diwani wangu ndugu Manyama na jopo nzima ambao umetuletea mradi huu na pia kutembelea mradi huu. Tunasema asanteni sana kwa sababu itatupunguzia adha kama wazazi wa eneo la Salasala. Katika kata ya Wazo tukiangalia mtaa wa Salasala hauna shule ya sekondari. Lakini hili tunashukuru sana kwa mradi huu. Na pia tunawashukuru sana kwa kila kitu ambacho mmetufanyia kama serikali. Tunamshukuru pia Mama Samia Suluhu Hassan. Mitano tena kwa mama. Mitano tena. Asante sana. Ndugu mheshimiwa diwani, uwepo wangu hapa kama mwananchi wa eneo la Salasala, tuna kero pia. Pamoja na mradi kutuletea tuna kero. Kero yetu ni barabara ambayo inaunganisha kutoka hapo Semabaa kuingia eneo la Salasala Magengeni, kwa sababu tukiangalia barabara ni kubwa, inatuunganisha na majirani zetu wa Kilimahewa pia na Wakinzudi, lakini barabara haipitiki. Kipindi cha mvua imekuwa ni adha kubwa sana kwa sisi wananchi, kwa sababu tunapanda bajaji kwa shilingi 500 lakini kipindi cha mvua tunapanda kwa shilingi 1000 na hata bodaboda haziwezi kupita. Tunaomba tuangalie kwa hilo ndugu mheshimiwa. Kwa majina naitwa Esther Zablon Mdoe. Mimi ni katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani wilaya ya Kinondoni. Tunakushukuru sana mheshimiwa diwani kwa kutupa mwaliko wa kujumuika na wewe katika kutembelea miradi hii ambayo umeitekeleza katika awamu yako uliokuwepo madarakani, na kipindi ulipo madarakani bado hujamaliza, unaendelea. Tunashukuru sana kwa kutupa heshima hiyo. Kwa kweli tumetembelea, tumeona mahakama ambayo tayari inafanya kazi, tumeona shule, tumeona madarasa. Kwa kweli kituo cha afya Nyakasangwe. Kwa kweli kwa siku ya leo mimi nikiwa kama katibu wa JMAT wilaya ya Kinondoni ambaye ni katibu na hudumu kwenye kata 20, nimeenjoy kwa siku ya leo. Kwa kweli Wazo unastahili pongezi diwani kaka Manyama, na vile vile tunamshukuru rais wetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli rais wetu anatujali sana wananchi wake. Nikiwa kama ni mtendaji katika viongozi wa dini wa wilaya ya Kinondoni, mimi nimeona kazi kubwa iliyofanyika katika kata ya Wazo. Tunamshukuru sana Mama Samia, na vile vile tunashukuru watendaji walioko chini, kwa sababu Mama Samia yeye ni mtoaji, lakini walioko chini kuna watendaji, kuna diwani, kuna mtendaji wa kata, kuna watendaji wa mitaa na wenye viti wa mitaa, pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao ndio wanaotekeleza ilani ya CCM. Kwa kweli mimi nimefurahi sana, na Mwenyezi Mungu akubariki sana kaka Manyama, na pia hata kama unaendelea tena basi Mwenyezi Mungu akujalie heri kwa pale ulipofikia.
na yaliyobaki uweze kuyatekeleza kwa miaka mitano tena inayoendelea. Mama Samia mitano tena. Asanteni. Asante sana ndugu zangu. Kwenye ziara ambayo tumekuwa nayo leo ya kutembelea miradi mbalimbali iliyotekelezwa ndani ya kata ya Wazo, kama ambavyo tumeona kwa ushahidi mkubwa, kazi kubwa sana imefanyika. Wapo watu ambao wanaumia tunaposema Mama Samia mitano tena, tunapomshukuru kwa kazi kubwa aliyofanya, lakini sisi wananchi wa Wazo hatutaacha kumshukuru Mheshimiwa Rais. Kazi aliyofanya ni kubwa. Hata vitabu vya dini vinatukumbusha na kutuonyesha namna gani Mwenyezi Mungu anapenda mtu mwenye moyo wa shukrani. Ni shetani tu ndio ambaye ana moyo wa shukrani. Kama Mwenyezi Mungu anapenda kushukuriwa, ije sisi binadamu ambao tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Mwenzetu anapofanya jambo zuri tunafanyaje? Tunamshukuru na kumpongeza. Mama Samia oye! Kwa hiyo sisi kata ya Wazo tutaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais, tutaendelea kumsifia na kumsihi na kumwombea afya njema ili aweze kutuongoza tena kwa kipindi cha miaka mitano. Tumeona katika changamoto mbalimbali, lakini kubwa ambayo imesemwa sana na wananchi maeneo yote niliyopita tangu asubuhi saa 3 mpaka sasa hivi saa 12 kusalasala kuanzia Nyakasangwe, ni kero ya miundombinu ya barabara. Nadhani hata waandishi wa habari mmeona. Hii ni kili wazi ya kwamba moja ya changamoto kubwa sasa iliyosalia ndani ya kata ya Wazo ni changamoto ya miundombinu ya barabara. Na Chama cha Mapinduzi tuko wazi. Pale ambapo tumefanya vizuri tunataka mtusifie. Pale ambapo kuna changamoto mtukosoe, tutachukua changamoto hiyo, lakini Chama cha Mapinduzi na serikali yake hakijawahi kushindwa. Niwahakikishieni wananchi wa Wazo na mitaa yake yote 8, kero ya barabara itabaki kuwa historia. Kama tulivyotatua maji, mimi nimepita kwenye kampeni 2020 kule Nyakasangwe, Mivumoni, Kisanga na sehemu ya mtaa wa Wazo. Watu walikuwa wanachota maji mto Nyakasangwe kwenye vijito. Ilinitoa machozi nilipochukuliwa kwenda kule. Lakini leo hii wanaoga zaidi ya mara 3. Maji yanatoka nyumbani paka kwenye vyumba. Nani kama Mama Samia? Kulikuwa kuna changamoto watoto wanalala chini. Leo hii tumetembelea miradi ya shule mpaka waandishi wa habari wenyewe mmechoka. Miradi mikubwa kama hii hapa tulipo ya madarasa ya juu ya gorofa yalikuwa hayajawahi kuja Wazo, lakini yamekuja. Kituo cha afya tumeona kule cha kisasa na eneo lipo, na mmesikia mganga mfawidhi mikakati iliyopo ya kufanya kiwe kituo bora sana ukanda wote huu kwenda mpaka Bunju na Mabwepande. Kazi kubwa imefanyika. Mahakama wananchi walikuwa wanakwenda mbali. Kwa hiyo niwaombe kwenye upande wa miundombinu ya barabara. Moja, kwa hatua za haraka. Mvua hii ambayo imekuwa ndefu ya masika mkoa wa Dar es Salaam imeathiri barabara zetu nyingi. Na ukweli ni kwamba barabara zetu nyingi ni za changalawe na nyingi zinahudumiwa na TARURA, lakini zinakuwa hazina mitaro. Kwa hiyo mvua inaponyesha barabara nyingi hazipitiki. Na jiografia ya kata ya Wazo, maeneo mengi ni milima na mabonde, sio tambalale. Kwa hiyo mvua ikinyesha kwa kweli mawasiliano yanakuwa changamoto. Hatua za awali ambazo tumekubaliana na ofisi ya mkuu wa wilaya kakaangu Saadi Mtambule, TARURA pamoja na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, baada ya mvua hizi kuisha, tunachoangalia ni mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa wanatuambia nini. Kiutaalamu huwezi kuingiza grader wala kuleta moram na kuweka kwenye barabara kama mvua inaendelea kunyesha. Ukifanya hivyo wakati barabara inatumika itakuwa ni chaos kwa wananchi. Kwa hiyo lazima usubiri msimu wa mvua upite, and then tutakuja na mkakati mkubwa na umeshaandaliwa wa kuboresha barabara zetu zote za kata ya Wazo. Kwa hiyo wananchi niwaambie, baada ya mvua tumehakikishiwa kwamba ndio ukomo wa mvua za masika, mshike unaoanza. Hakuna kitu kingine. Na mimi kama diwani ya awamu yangu ya kumalizia, mshike nitakao kuwa nao ni ukarabati wa barabara zote za kata ya Wazo sasa zipitike baada ya mvua. Lakini hatuwezi kuendelea, na hili nimekuwa nikilisema kwenye vikao, hatuwezi kuendelea kuwa na barabara za changalawe ambazo mvua ikinyesha kwanza nyingi hazina mitaro, mvua ikinyesha tunarudi square one. Hizi barabara ndugu zangu waandishi wa habari na viongozi ambazo tumepita, sio kwamba ziko hivyo miaka yote. Tumehangaika sana kwa kipindi changu cha miaka 5, tumezikarabati, na kuna wakati ulikuwa ukipita mpaka mwenyewe unafurahia. Unafunga vioo vyako unakimbia namna hii. Lakini mvua ikinyesha tunarudi kule kule. Tumelia sana kuomba serikali mradi wa DMDP wa ujenzi wa barabara za lami. Kwenye kata yangu ya Wazo nashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba ninamaliza muda wangu, lakini ninamaliza huku nikiwa na uhakika ya kwamba DMDP awamu ya pili nimepewa barabara 4 za lami. Hakuna kata kama hiyo iliyopewa barabara nyingi namna hiyo. Nina barabara ile ya Nyakasangwe na mkandarasi ameshapatikana. Barabara ya Mivumoni ambayo tumetembelea, mmemwona yule mchina pale, tumepiga naye maneno, yuko tayari site. Barabara ya Mbopo ndio yule mchina anajenga, ile ya Mivumoni na ile ya Mbopo inayokwenda Msumi Ubungo pamoja na Mbopo Mabwepande. Lakini na barabara ya Umoja ambayo inaanzia maeneo ya container inakwenda mpaka Madale kule nyuma ya kituo cha polisi.
hizo tayari wakandarasi wameshapatikana, ni muda wote kazi inaanza. Kinachoendelea sasa hivi kuna kumalizia mazungumzo ya kuwalipa fidia wananchi ambao maeneo yao yatachukuliwa, kwa sababu hizi barabara zitakuwa kubwa, zina mitaro, zinatakiwa ziwekwe na taa, kwa hiyo lazima kuna fidia. Hatua za mwisho ziko hivyo ili mkandarasi aweze kuanza kazi. Lakini pia kuna miundombinu ya maji, mabomba lazima yaondolewe, kuna nyaya za umeme lazima ziondolewe, na kebo za mawasiliano ambazo zimepita chini za TTCL, za internet na mawasiliano mengine pia wako kwenye mchakato wa kuziondoa. Kwa hiyo niwaambie wananchi wa maeneo hayo ya kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iko kazini na mradi unakuja. Sasa baada ya hii miradi ya barabara 4, ni matumaini yangu kwamba mambo yakienda kama yalivyo, dua za Mwenyezi Mungu, kuanzia mwezi wa 9 tunaanza vikao vya kupitisha barabara zingine hasa za ukanda huu wa Salasala. Ninapoongelea ukanda wa Salasala naongelea mitaa ya Kilimahewa Juu, Salasala pamoja na Kilimahewa. DMDP2 sehemu ya pili itahusisha barabara zifuatazo ambazo tumeshazipitisha. Watakuja sasa wale wakandarasi washauri kuzitembelea na kuanza kutengeneza bajeti ziingizwe kwenye utangazaji wa tenda. Kuna barabara ya IPTL inaanzia kule IPTL, inapanda Kilimahewa Juu, inakuja kutokea juu kidogo ya Polipoa, kuungana na hii barabara ya lami ambayo tulipita wakati tunakwenda Songoro Mnyonge. Lakini kuna barabara inaitwa RTD2. RTD2 ndio hii barabara mwananchi ameiongelea, iko nyuma kidogo hapa. Ina wananchi wengi sana huku maeneo ya Salasala Magengeni. Inakwenda mpaka kule kwenye tenki la maji makao makuu ya mkoa wa Dawasa, na inakuja kuungana na barabara zingine za mtaa wa Kilimahewa. Tunaita RTD2. Zote tunakwenda kujenga kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo nawaambia wananchi wa Salasala mkae mkao wa kula, mambo ni mazuri. Lakini pia tunakwenda kumalizia hii barabara. Tungekuwa na muda tungeitembelea. Hii barabara ya Africana Kinzuri ilijengwa kidogo ikaishiwa mahali fulani lami, lakini tuliongezea tena kama kilomita 1 ya lami. Lengo tunataka tuungane na wenzetu wa Ubungo, kwa sababu wao wamejenga kuanzia Goba na wenyewe wanakuja mpaka Kinzudi. Mpakani kwangu wa Wazo na Goba ni Kinzudi. Kwa hiyo lengo letu tunataka tuunganishe hii barabara. Mtu anaweza akapita hii barabara akaenda mpaka Kinzudi, mpaka Goba, akaenda mpaka Mbezi, akatembea zake kwa kiwango cha lami. Ndio mkakati tulionao. Kwa hiyo mambo mazuri yanakuja. Mimi niwaombe tuendelee tu kumuunga mkono Mheshimiwa Rais pamoja na chama chetu. Na niwaambie ya kwamba katika hii miradi tumeongea na wakandarasi kuanzia kule Mivumoni. Watakaopata ajira tutatoa kipaumbele kwa vijana wetu wazawa wa kata ya Wazo. Na nimepita pale Mivumoni, akina mama wameniomba, nimeshaongea na mkandarasi na HR wao. Tumekubaliana waandike barua na kipaumbele namba 1, na mimi nitasimamia kama diwani, ni kuhakikisha wazawa vijana wetu wapate ajira, akina mama wapate ajira, wale wanaopika mamalishe na wengine wote wapate ajira. Miradi hii inapokuja tunataka sehemu ya fedha ibaki kwetu ndani ya kata ya Wazo. Ndugu zangu, na washukuruni sana, na hayo nilipenda niyatolee ufafanuzi, na kazi kubwa imefanyika, na kwa kweli mimi niseme Mama Samia mitano tena.